Filamu inaanza na huyu binti, bibi harusi anaitwa Arman, analia kwa uchungu mkubwa sana, na wakati hii ndo siku ambapo inatakiwa kuwa sherehe kwake. Nini kimetokea kwa huyu binti? Binti anaamua kutusimulia maisha yake ya nyuma mpaka kufika hapa. Hem, turudi tuone nini kilichotokea. Arman anasema kwamba ilikuwa siku moja yuko likizo ufukweni, akawa amekutana na bwana mkubwa mmoja anaitwa Budi. Wakawa wanazungumza naye. Arman alikuwa ametambua kwamba Budi alikuwa ni rubani wa ndege, basi wakawa wamefahamiana kwa majina. Wakati binti Arman anahitaji kurudi katika chumba chake, akawa ameteleza kwa bahati mbaya akaumia. Bila kusita, Budi akawa amemsaidia huyo binti na kumpeleka katika chumba chake. Kitendo hicho kilimvutia sana Arman, na hapa ndipo hisia za kimapenzi zilivyoanza kuchipukia. Budi alikuwa ni mwanaume mkarimu, mcheshi, mwenye haiba na aliyekuwa na sifa ya kuwa mwanaume ambaye mwanamke kama huyu alikuwa anamhitaji katika ndoto yake. Haikuchukua muda mrefu sana kukubali ombi la Budi na kuingia katika uhusiano wa dhati kabisa. Wakaamua kupendana wanetu, na ikatengwa tarehe ya siku ya harusi. Arman akaanza maandalizi yake, akawa anajiweka sawa kiurembo, kapanga kila kitu kiko sawa, na siku ya tarehe imekaribia kufika kabisa. Siku moja Budi akampigia simu, alikuwa na hofu kweli, akamweleza Arman kwamba ametekwa nyara na watekaji wanahitaji fedha ili wamwachie huru. Arman akakimbia moja kwa moja kwa baba yake, akaenda kumweleza kila kitu. Baba yake Arman alikuwa anaitwa Danu, kamweleza kila kitu, lakini Danu akushawishika kirahisi kutoa hizo pesa. Yaani huyu mzee ni kama Mchaga, kashikilia nondo. Akamwambia kwamba nimeshatumia pesa nyingi sana kuandaa hii harusi, hata mialiko yenyewe ilikuwa ni ya gharama sana. Kwanza wamenunua mpaka vipepeo vilivyo hai kutoka katika taifa jingine. Mzee akagoma kabisa kutoa msaada kwa sababu Budi sio mara yake ya kwanza kudanganya. Binti baada ya kuona babake kakunja, akawa ametoka hapo akaenda chumbani kwake, akatafuta vitu vyake vyote vya thamani, akaamua kuchukua mpaka vito vya thamani ambavyo vilikuwa ni vya urithi kutoka kwa marehemu mama yake. Akawa amepata kiasi cha pesa alichokuwa nakihitaji. Baada ya kutuma hiyo pesa, eti watekaji wakamwachia Budi. Muda mfupi baadaye, Budi akawa amempigia simu akamwambia kwamba kaachiwa huru. Budi akawa amemshukuru Arman kwa kujitolea. Kitu kilichomshangaza Budi ni pesa iliyotumika sio ya baba yake Arman, imetumika pesa ya Arman. Hili jambo lilikuwa limemshangaza sana, lakini Arman akasema kwamba usiwaze, fedha sio thamani sana kwangu kuliko maisha ya mwanaume ninayempenda. I love you Budi. Siku zikaenda, siku ya harusi ikafika. Bibi harusi kapambwa kameremeta kweli kweli, lakini sasa anampigia simu bwana harusi, Budi hapatikani. Alipiga simu binti mpaka masaa mawili. Binti wakajaribu kumuita mara kadhaa. Shughuli anasubiriwa yeye tu na bwana harusi, lakini binti akawa ameomba muda asubiriwe mme wake, anaamini atafika hapa. Baba yake Arman ikabidi kumfuata binti yake, anasema kwamba wageni wa muhimu wote tayari wamekwisha kuanza kuchoka, wanaanza kuniona kama muuni. Mimi nimeshaongea nao sana, nimeshawadanganya sana. Binti bado anaomba tu apewe muda, kwa sababu anaamini Budi mwanaume wake wa ndoto atafika hapa. Aise, muda ukaenda, wageni wote wakaanza kuondoka hapa. Budi hajafika tu na wala hapatikani kabisa. Sasa hizi Arman bado alikuwa na imani ndani ya moyo wake, pengine mwanaume wake mpendwa atakuwa amepata matatizo. Kuna mtu mmoja akawa amefika hapa, akampa habari za muhimu sana ubinti, akamwambia kwamba kwa miaka miwili ama hata zaidi huko nyuma, Budi alikuwa ni tapeli na amewatapeli wanawake wengi sana kwa mbinu kama hii iliyomnasa binti. Arman amekuwa akiwaongopea wanawake kwamba atawaoa, halafu siku ya harusi yao anatokomea na pesa hapatikane kabisa. Arman akaambiwa kwamba yeye sio mwathirika wa kwanza, wapo wengine kibao. Tumejua nini kilichokuwa kinamliza huyo binti siku ya harusi yake. Nadhani tumeelewana, si ndio? Baada ya miezi mitatu, binti bado Budi hakuwa amemtoka kabisa kwenye moyo wake kirahisi. Bado akili yake ilikuwa inamwazawaza. Baba yake alikuwa anamtia maneno hapa, ikiwezekana arudi kwenye kazi. Baba akamchana binti yake, akamwambia kwamba yeye ni mwepesi sana na ni mpole mno, na ndiyo maana mtu yoyote ni rahisi sana kumuumiza huyu, yaani ni rahisi mno kumdanganya. Kwa hasira na maumivu, Arman akamwahidi baba yake kwamba atamsaka Budi popote alipo na atamlazimisha awajibike katika hasara zote alizomsababishia katika maisha yake, ikiwemo kurejesha vito vya thamani vya mama yake. Na hapa binti akaanzisha operation iliyokuwa inajulikana Barasi Budi. Lengo lake ilikuwa ni kurejesha mali zake zote, bali pia kuhakikisha hakuna mwanamke mwingine ambaye anakuwa mwathirika wa huu utapeli. Arman akaanza kuwatafuta wanawake wengine ambao walikuwa wamepitia mkasa kama yeye. Hapa tunamfahamu binti mmoja anaitwa Ayu, na yeye pia alitapeliwa na Budi takribani mwezi mmoja tu. Baada
bado moyo wake unatokota kwenye maumivu. Yeye ilikuwaje? Yeye ilikuwa hivi. Siku moja binti alikuwa kaongozana na mama yake. Huyu mama yake mimi nampenda kiukweli. Alikuwa mamatana na mama yake kwenye mkutano mmoja wa akiba na vitu vya thamani. Kwa bahati nzuri, mama yake Ayu ndiye aliyeshinda zawadi ya mwezi kwa siku hiyo. Kwa furaha kubwa akasimama kutoa hotuba ya shukrani, lakini akaamua sana kumpambia binti yake. Sijui ni kwa sababu ya uchangamfu wa mama yake kachangamka mno. Binti akawa ameona aibu, akawa ametoka hapo kwenda chooni kujificha huko. Baada ya kutoka huko, akawa amekutana na Budi. Kwa sababu Budi ni mpole mno, akamwalika watoke siku moja wakanywa kahawa ili wapunguze mawazo. Kweli ikawa hivyo, mazungumzo yakaenda vizuri sana, na baada ya muda mfupi tu mahusiano yakaanza taratibu, yakakuwa kwa kiasi kikubwa. Siku moja Ayu akampeleka Budi nyumbani ili kwenda kumtambulisha. Mama yake Ayu akumfurahi sana baada ya kumwona huyo bwana. Sasa kwenye kupeana mkono, akawa amemtazama, akamuona jamaa Budi kavaa pete. Hii pete ina alama, ni alama ya kifalme. Mara moja mama yake Ayu akaanza kuhisi kabisa pengine Budi alikuwa ni mtoto katika jamii ya kifalme. Hii ni pesa, na mama yake alikuwa na malengo sana ya kumfanya binti yake amuheshimishe, kwa sababu wale wanawake wenzake hawajawahi kumheshimu kabisa. Mwanzo mama yake Ayu hakuwa amempokea vizuri kabisa Budi, lakini baada ya kuona ile alama ya pete, akili yake ikaanza kulenga kwamba mwanaye akiolewa na huyu mtoto wa kifalme, maisha kayapatia, hata yeye heshima yake itakuwa na biashara yake itakuwa hivyo. Siku moja akawa amemchukua Budi na kumtambulisha katika biashara yake, akamwambia kwamba yeye kaanza chini sana, ameanza na mtaji zero mpaka kufika hapa. Akasema kwamba hakuhitaji kabisa mwanzoni binti yake aolewe na mwanaume ambaye haeleweki. Mama akaanza kumtendea vyema sana binti yake ili tu hii ndoa baina ya Budi na Ayu ifanyikiwe haraka iwezekanavyo. Akaanza kumjali Ayu, alienda mbali sana mpaka kumnunulia dawa za asili ili kumpendezesha. Akatamani harusi hii ifanyike haraka ili familia yake ipate heshima na hadhi mbele ya jamii. Sasa binti Ayu akajaribu sana kumwelezea mama yake kwamba hajamfahamu vizuri hata huyo bwana mkubwa Budi, amemfahamu kwa muda mfupi tu, lakini mama yake hakutaka kabisa kusikia. Kweli siku kwenda siku kurudi, maandalizi ya ndoa yakawa yamekamilika kabisa. Mama na binti Ayu wakaelekea katika jengo ambalo ni mahususi kwa ajili ya harusi hiyo. Baada ya kufika tu hapo, wakawa wamepokelewa na waandishi wa habari kibao na makamera mengi mno. Mama yake Ayu akaona haya mambo ndo mambo sasa walikuwa anahitaji, kwa sababu binti yake anaenda kuolewa katika familia ya kifalme. Baada ya kufika katika nyumba ambayo waliambiwa aingie hapa, wakawa wamezuiliwa na mlinzi akatajiwa majina yote ya Budi, lakini hakuwa anamjua kabisa. Akasema kwamba hakuna mtu kama huyo Budi ambaye sisi tuko naye hapa, ni mfagiaji tu. Mama Ayu anamtazama Budi mwenyewe, huyu sio huyu Budi ambaye anamsemea yeye hapa, ni mtoto wa kifalme, ndiye anayetakiwa kumwoa binti yake. Mliza kumwambia kwamba huyo mtu hatuna hapa, na hapa ndani hamna harusi aina yote. Wakawa wamemtinua kwa aibu sana huyu mama. Hili jambo lilimtia aibu sana, na kiufupi sio aibu tu, lilimtia stresi za kutosha kiasi kwamba hata biashara zake zikaanza kudorora, zikafilisika kabisa. Sasa katika wakati wa sasa, baada ya Ayu kufika kwa Arman, alifika na binti mwingine alikuwa anaitwa Yuli. Huyu pia kilichampata cha kumpata kutoka kwa Budi, kwa sababu hata yeye pia aliwahi kuwa na mahusiano na Budi. Stori ya Yuli ni kwamba alikutana na Budi akawa amejitambulisha kama yeye ni mpishi mashuhuri sana, na kwa sababu binti mwenyewe alikuwa anapenda sana mapishi na aliahidiwa kwamba anaweza kusafirishwa kwenda Ufaransa, moja kati ya sehemu ambapo yeye mwenyewe alikuwa anapataka sana kufika, ni ndoto yake. Hivyo akawa amemkubalia Budi kiurahisi sana, lakini mwisho wa siku zikapigwa za kupigwa, pesa zikasepa, maisha mengine yakaendelea. Binti alisimulia tukio lake huku analia kwa sababu yule baba alimshawishi mpaka wafungue mgahawa, na wakawa wamefungua mgahawa, lakini mwisho wa siku alisepa na kila kitu. Baada ya kusikia simulizi zote, Arman akawatuliza, akawaambia kwamba wamekutana hapa kwa ajili ya kusaidiana na kupeana nguvu, kuhakikisha kwamba Budi haharibu tena maisha ya mwanamke mwingine huko mbele. Mpango wao ulikuwa ni kumtafuta na wawe na ushahidi wa kutosha na kuonesha uraghai na mambo yote maovu ambayo yalikuwa nyuma ya Budi. Wakaamua kufanya uchunguzi zaidi. Wakawa wamegundua kwamba Budi kwa sasa amewekeza sana akili yake kwa mwigizaji mmoja anaitwa Talita. Huyu ndo mpango wake. Wakaanza kupanga mpango upya ili wamnasi yule kijana jambazi wa hisia. Walipiga kazi siku hiyo siku nzima bila kupumzika. Wakawa wametambua kwamba baada ya wiki mbili Talita atafanya sherehe kubwa sana ya kuzaliwa nyumbani kwake, ikiwa ni pamoja na karamu ya mavazi maalum
yeye ni msanii bana. Wakawa wamepanga kwamba siku hiyo wataenda kufuatilia nyumbani kwa huyo msanii. Kweli baada ya kufika huko wakawa wamemuona Budi akawa anaondoka pamoja na mpenzi wake mpya. Baada ya kufuatilia mazingira ya hii nyumba, wakawa wamepata ratiba nzima ya shughuli ya sherehe. Wakabaini kwamba hii nyumba ina njia 3 tu za wao kuingia ndani bila mwaliko wa aina yote. Njia ya kwanza ilikuwa ni kujifanya wafanyakazi wa kampuni ya maua, kwa sababu maua yote yatafikishwa kwenye hii nyumba mapema sana kabla ya sherehe. Njia ya pili ilikuwa ni kupitia katika kundi moja la kujifanya madansa, yani wachezaji, wanenguaji. Hili jukumu akawa amepewa Ayu kwa sababu yeye alikuwa ni mzoefu sana wa kunengeuka. Alitakiwa kujiandikisha katika usaili ili kuingia katika huu ukumbi pamoja na kundi la wachezaji. Njia ya tatu ni Yuli, ilikuwa inamfaa sana. Yeye alitakiwa kupenya na kuingia katika kampuni ya upishi, aingie jikoni, aibe sare pamoja na kitambulisho cha mfanyakazi. Mpango ukaanza kutekelezwa. Arman yeye akawa amefanikiwa kupata funguo za gari la kampuni ya maua. Ayu yeye akawa amefanikiwa kuchaguliwa kuwa mchezaji wa sherehe kwa sababu alikuwa vizuri sana kwenye kunengeuka. Upande wa binti Yuli yeye hakutoboa kabisa kwa sababu kwanza yeye ndio ilikuwa siku yake ya kwanza kuiba. Kwa hiyo akawa ameshindwa kabisa kutekeleza hilo jambo. Hili jambo lilikuwa limesababisha mabishano makali sana kati ya Ayu na Yuli. Arman akawatuliza akasema kwamba bado wana mpango mwingine wa akiba. Safari hii wakawa wamepanga kwamba watumie madawa ya kuharisha. Siku ya sherehe ilipofika, Arman akawakumbusha kwamba walikuwa na masaa 2 tu ili kutekeleza mpango wao. Ndani ya muda huo wanapaswa kukutana na Talita faragha, wamwelezee kila kitu kuhusiana na Budi. Yuli akaweka dawa ile ya kuharisha kwenye kinywaji, lakini sasa kabla ya kumfikia msanii, mlinzi akawa amemsimamisha. Unapeleka wapi? Yuli akawa amesema kwamba anampelekea Talita. Mlinzi akawa amesema kwamba lazima mkague, ikiwezekana hicho kinywaji akinywe kwanza. Binti akaleta visingizio sana, akawa mbishibishi. Mlinzi akawa amemshuku, akamwambia kwamba hem, jaribu kunywa, pengine kuna kitu umekichanganya humo. Binti akaamua kukinywa tu yeye mwenyewe, hakuna namna. Mlinzi akasema kwamba sawa basi, nenda katengeneze kingine ndo uje uingie nacho. Wakati huo sasa, upande wa Ayu yeye anamfuatilia Talita, mara akawa amepoteza mwelekeo, akakutana na wanaume wawili wakawa wamejitambulisha mbele yake, wakamshawishi anywe hiki kinywaji kileweshi. Binti akawa amekunywa na akawa amefurahi sana kwa sababu alikuwa anampa huduma nzuri, akawa mambatana pamoja nao, ni kwenda kulewa tu. Upande mwingine Yuli dawa inafanya kazi, ni kukimbia chooni, yani alikuwa anaendesha hapa bila leseni aina yote. Arman ambaye alikuwa anafuatilia kila kitu kupitia chumba cha kamera akaanza kuchanganyikiwa baada ya kushindwa kuwapata wenzake wako wapi. Mpango wao unavurugika. Alipotoka hapo kwenda kuwatafuta, kwa bahati mbaya njiani akawa amegongana na Budi uso kwa uso. Binti hakusema neno lolote zaidi ya kumzaba kibao tu jamaa, na akawa amekimbia kutoka eneo hilo. Sasa kweli wakuwa wamefanikiwa kumpata Talita. Alikuwa kalewa vibaya mno siku hiyo, wakambeba mzobe. Binti kalewa, alikuwa ni kuchekacheka tu. Sasa upande wa Budi akaanza kumsaka mpenzi wake Talita, akagundua kwamba Talita katoweka tu na hakuna rekodi zozote za CCTV kamera. Imewezekanaje? Msanii kaenda wapi? Ili tukio likaripotiwa kabisa katika vyombo vya habari. Hii habari ikamfikia baba yake Arman. Baba yake Arman akamuonya binti yake, akamwambia kwamba ikiwezekana aachane kabisa mara moja na huo mpango, inaweza kuwa hatari huko mbele. Binti akamwambia kwamba mimi nitaendelea na mpango wangu wa kumwadabisha Budi hata kama hutakaa upande wangu. Binti akawa ameondoka eneo hilo. Asubuhi iliyofuata, Arman, Ayu na Yuli wakamweleza Talita kila kitu kuhusiana na yule mwanaume anayemwamini sana Budi. Binti haikuwa rahisi sana kuwaamini hawa, lakini walimnyoosha, kila mmoja akaelezea stori yake hapa mpaka binti Talita akili kwa imetulia. Hawa wote hawawezi kuwa wajinga kuja kukwambia neno hilo hilo kwamba mwanaume wako ni tapeli wa hisia, ni mwizi kama wezi wengine. Binti akawa amekubali kuungana na wenzao kuhakikisha kwamba Budi wanamwadabisha baada ya wao wote kupata ushahidi, ili pia kukomesha hii tabia isiendelee huko mbele. Basi wote wakaanza kuunda mpango mpya. Ayu akapendekeza kwamba waandae tukio kubwa ambalo litaweka uwazi uovu wote wa Budi mbele ya watu. Arman akawa amependekeza kwamba hafla hiyo lazima ihusishwe na vyombo vingine vya habari ili wao watumie muda huo kuonesha uovu wa Budi mbele za watu. Msanii Talita akafurahi sana hilo wazo. Mwezi ujao tu ilikuwa imepangwa kufungwa ndoa yao baina ya yeye pamoja na Budi. Hafla hiyo, kwa sababu yeye ni msanii mkubwa na ni maarufu, ingetangazwa kwenye televisheni. Akawa ameichukua ataifanyia kazi. Badala ya kuonyesha tarehe ya uchumba wao, wakaamua kufanya hiyo sherehe ili kumweka bayana Budi mbele za watu. Yule akawa amuuliza kwamba watafanyikiwa vipi kurudisha fedha ambazo Budi alizichukua. Talita akafichua kwamba ana mpango mwingine, atamuomba Budi wachangie gharama za harusi yake. Watafungua akaunti nyingine ili wachangie kiasi cha shilingi bilioni 4. Yeye akasema kwamba ataweka kama bilioni
bilioni 2 hivi kwanza, kisha Budi na yeye ataweka bilioni 2 zingine zilizobaki. Mara fedha hizo zitakapokusanywa, hiyo akaunti kwa sababu itakuwa chini yake, watatoa pesa zao na kurudisha hasara zao. Sasa hii bilioni 4 isikushtue, ni kama milioni 600 hivi za Kitanzania. Budi lazima ataweka hela tu, na akiweka hizo hela wao watazichukua na watagawana. Baada ya huu mpango wao kwenda vizuri, wakaamua kujipongeza kidogo. Siku hiyo binti akawa amepata ujumbe kutoka kwa Budi. Budi anahitaji waonane. Arman akawa amekubali, atajitolea tu kwenda kumuona huyo mshikaji kwa siri siri. Baada ya kufika eneo hilo, akaamua kumfuatilia Budi kwa siri siri. Akamuona Budi kaenda moja kwa moja mpaka katika makazi ya watu wa kawaida. Baada ya kufika huko, akaanza kupokea kuna vifurushi hivi. Arman akaona kabisa huyo mshikaji ni lazima atakuwa anaendelea na utapeli mpaka kwa hawa watu. Akawa ametoka hapo, akawa ameenda mpaka maeneo ambapo walikubaliana kukutana. Baada ya kufika hapo, Budi akaanza kuomba msamaha kwa kusababisha maumivu kwa huyo binti, kumtelekeza katika harusi yake, lakini Arman hakuweza kabisa kumwamini huyo mshikaji kwa sababu haaminiki. Budi akawa ameomba radhi sana, akaeleza kwamba yawezekana anachukuliwa kama tapeli kwa kumharibu na kumkimbia siku ya harusi yake. Akasema kwamba alifanya hivyo kwa sababu maalumu, lakini atamweleza siku moja, ataelewa kila anachokipitia. Yeye kweli ni mwongo na kadanganya kwenye vitu vingi, lakini sio kitu kimoja. Akasema kwamba hajawahi kumdanganya kabisa kuhusiana na hisia zake. Ni kweli ametokea kumpenda kwa dhati huyu mwanamke. Arman alikuwa amemwambia kwamba huyu jamaa ni tapeli wa mapenzi. Budi akasema kwamba ni kweli amekuwa akifanya hivyo, lakini anampenda kweli Arman, hajawahi kumdanganya katika hilo, na akamwambia kwamba yule msanii aliyenaye kwa sasa ndiye muhusika wake wa mwisho, hataendelea kufanya kitu chochote kuhusiana na haya mambo ya utapeli. Kisha kwa amejitolea kumchukua huyo binti na kumrudisha. Baada ya kumfikisha tu hapo, mshikaji bila kutarajia binti akawa amempiga busu na akawa ameingia kwenye gari akawa ameondoka hapo. Binti akaanza kushangaa, mbona kana kwamba anahisia na huyu mshikaji, licha ya kwamba anamuona huyu jamaa ni muongo, ni tapeli kama tapeli nyingine. Sasa kwa bahati mbaya, bila kujua kwamba Ayu alishuhudia hili jambo, aliona kwa macho. Hili jambo likamfanya Ayu kuwa na mashaka sana kuhusiana na Arman. Sasa wakiwa hapo siku hiyo, wakaamua kuenjoy. Waliita kijeba kimoja hivi chenye mazoezi kimefika hapa kwa ajili ya kuwapa burudani. Siku hiyo wakawa wameenjoy, wakajirekodi. Kijamaa kina mwili nini kikiwabeba hapa, watu wanafurahi sana, wakawa wameenjoy kinoma, wamekunywa, wamechoka. Sasa baada ya mambo yote, baada ya hii bata, watu wamechoka, wamekaa wametulia. Arman akaanza kuwa na mawazo kibao, akamwambia wenzake kwamba nahisi yawezekana tungemsamehe tu Budi, tuache tu na hili zoezi. Watu ndo wanashtuka, tumepanga hili jambo kwa muda mrefu sana, unakuja kusema tumwache tu jamaa kwa sababu gani? Ayu akaamua kulivaa, akamwambia kwamba kwanza nilikuona wewe unampiga busu kabla ya kuingia humu ndani, na sasa hizi unakuja kutuambia kwamba tuachane na Budi, kuna nini unachokificha? Ayu aliamua kulibeba nyinyi, hakutaka kabisa kumwamini huyu binti kwa kila alichokuwa anakizungumza. Arman akajaribu kutetea hoja zake, lakini zikaonekana ni upuuzi tu. Watu wakuwa wamekasirika vibaya mno, hili kundi lilikuwa limekufa hapa hapa. Ayu akawa ameshika njia yake, Yuli kashika njia yake, Arman kabaki hapo kakaa. Ndugu msanii akamkumbusha huyu binti kwa sababu kwanza muona kama mpumbavu, umetukusanya alafu tena unatuambia tuahirishe hili jambo. Akamwambia kwamba sikiliza, usisahau hii nyumba ni yangu, ondoka, nenda kwako. Mawazo yakaanza kuwazonga hawa mabinti kwa sababu walikuwa wamefanikiwa kujikusanya na walikuwa wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kusahau yale ya nyuma. Baada ya kutafakari kwa muda mrefu sana, Ayu akaamua kuwarudia wenzake waendelee na mpango wao, kwa sababu aliona kabisa wanao haja ya kutimiza, kuepusha Budi kuwadhuru wanawake wengine. Baada ya kukusanyana, watu wakawa wamerudi kwa pamoja, na binti Arman akawa ameomba radhi, akawa amefurahi sana baada ya kuona wengine wote wamekubali kuungana tena wamalize kazi yao kwa pamoja. Siku iliyofika waliokuwa wameipanga, kila mtu akawa amepewa majukumu yake. Arman akajifanya ni mmoja wa waandaaji wa hafla hiyo, Yuli akajifanya ni mfanyakazi wa kituo cha televisheni, yeye ndo alipaswa kuonesha ile video ya shuhuda. Shughuli ikaanza, Budi na Talita wakawa wamepanda jukwani. Sasa huu ndo muda rasmi ambapo watu walikuwa wanasubiri kuona safari ya kimapenzi kati ya Talita na Budi. Wao ndo walifaa kucheza video ambazo zinaonyesha ushuhuda wa watu ambao wamenyanyaswa na Budi. Matokeo yake sasa, video iliyochezwa hapa na Yuli, watu wanashangaa kuona video ambayo inaonyesha wao wale wadada wakiwa nakula bata na yule mwanaume. Hili ni jambo la ajabu sana na ni la aibu kwa watoto wa kike kama hawa kufanya jambo kama hilo, na wazazi wao wote walishuhudia hili jambo. Yuli labda ni kwa sababu yeye ndiye alikuwa na rekodi hili tukio, kwa hiyo yeye alikuwa haonekani. Kwa hiyo wengine wote walionekana vizuri, hususan Ayu na Arman. Mama yake Ayu baada ya kuliona hili jambo lilimtia aibu kubwa sana. Baba yake Arma pia aliona hili jambo, badala ya Budi kufichuliwa mbele ya watu, wao ndo wakadhalilika mbele ya watu wote.
operesheni yao ikawa imeferi kabisa. Baada ya hilo, Budi alitokomea, na sio kutokomea tu, hata zile pesa kwenye akaunti jamaa alisepa nazo zote. Yaani tapeli akawa amewatapeli tena. Arman akakumbuka siku alimuona Budi akikutana na watu kule mtaani, akaamua kwenda huko kwenda kuuliza huenda watapata taarifa kuhusiana na Budi. Wakawa wamefika hapo, wakazi wengine wakawa wameeleza kwamba Budi ndiye mtu ambaye amekuwa akiwasaidia kwa muda mrefu. Sasa hii hoja haikuwashika kabisa hao mabinti. Talita akakumbuka kwamba aliweza kuunganisha simu yake na simu ya Budi ili kupata taarifa zote, jamaa yuko wapi. Kweli wakawa wametoka hapo moja kwa moja na kwenda sehemu ambapo taarifa zinaonyesha kwamba Budi yuko hapo, na muda huo Budi alikuwa anapakia kila kitu chake ili aondoke kabisa eneo hilo. Baada ya kufika huko, wakawa wamemtuliza chini ya ulinzi, hapa hakuna kutoka. Kwenye kutazama hapa, kama umetambua kwamba hapa ameonekana Talita, Ayu pamoja na Arman. Yuli hayupo, na watu hawa wako wanne muda wote. Yuli yuko wapi? Kwenye kutazama hapa, wakaona picha ya Yuli pamoja na bwana mkubwa Budi. Inaonekana ni wapenzi wa muda mrefu sana, tangu utotoni huko. Hili limewezekanaje? Na hawa watu wanaonekana wana mahusiano mpaka sasa. Kwa hiyo kuna nini kinachoendelea? Na hapa ndipo ukweli ukajulikana kwamba Budi pamoja na Yuli wote walikuwa wakifanya huu utapeli kwa kushirikiana. Budi akasema kwamba wakati ule wa tukio la kutekwa nyara na zile fedha zilizochukuliwa kutoka kwa Arman, Yuli ndiye alikuwa anasimamia kila kitu, na baada ya kuzishika zile pesa aliwagawia watu wote walikuwa wanahusika na ule utekaji. Budi akaeleza kwamba baadaye alianza kutofautiana na Yuli kwa sababu baada ya kwenda kumtapeli Arman, Budi alijikuta anaanza kumpenda ukweli Arman. Hilo jambo lilikuwa limemkera sana Yuli. Yuli alimkumbusha kwamba wameufanya huu utapeli kwa miaka mingi sana, hawawezi kubadilika ghafla tu, haya ndo maisha yao. Baada ya kusikia maelezo hayo, Arman akamtaka Budi arejeshe fedha zote walizozipora, vinginevyo video zao zote za ushuhuda zitapelekwa moja kwa moja polisi. Budi akamwambia kwamba hizo fedha hana tena, walikuwa tayari wamekwisha kuzitumia, wamewagawiwa watu ambao wanastahili hizo fedha. Hii unagawaje pesa zetu kwa watu wengine? Jamaa akamwambia kwamba kuna kitu hamjatambua, nyinyi watu wote wazazi wenu wana ushirikiano, wanafahamiana. Akawaambia kwamba kuna kitu kiko kwenye mfuko wangu, chukueni mwangalie. Baada ya kutazama, wakaona kuna picha ya wazazi wao, yaani wazazi wa Arman, Ayu pamoja na Talita. Wao wote walikuwa ni kitu kimoja kwa miaka mingi sana, walikuwa ni washikaji wa muda mrefu. Hawa watu walianzisha kampuni yao moja iliyojihusisha na vitendo vya ufisadi mkubwa sana huko nyuma. Sasa baada ya kugundulika, ili kujinusuru wao waliamua kuwatumia wafanyakazi wao kama kafara. Wale wafanyakazi wakuwa wamepelekwa gerezani na wakuwa wamehukumiwa katika makosa ambayo wao hawahusiki nayo kabisa, na wazazi wa kina Arman, Ayu na Talita wakuwa wamebaki huru kuendelea kuenjoy maisha yao. Yeye Budi pamoja na Yuli ni watoto wa baadhi ya wafanyakazi ambao walitolewa kama kafara. Wazazi hao walipoteza kila kitu, waliingia katika msongo wa mawazo na baadhi ya wengine walijiua tangu wakiwa watoto wadogo. Yuli pamoja na Budi walielelewa mtaani tu bila msaada wowote. Akawaambia Arman pamoja na wenzake kwamba watu waliwaona katika makadhi yale ndio watu ambao familia zao ziliwateketeza, zimewasababisha kuendelea kubaki katika umaskini kwa muda mrefu sana. Na waliamua kufanya huu utapeli sio kwa kupenda, bali ni kwa ajili ya kurejesha fedha zao. Ndio njia pekee ambao wao waliifahamu. Budi akikiri kwamba tangu utotoni walifundishwa maisha ya uraghai tu, hakuna kitu chochote. Jamaa akasema kwamba wazi alidhani kwamba kulipa kisasi pengine kungemletea amani kabisa, lakini hakuwahi kutarajia kwamba angeweza kumpenda mtoto wa mtu ambaye alikuwa anahitaji kulipia kisasi kwake. Baada ya kusikia ukweli huo, Arman, Ayu pamoja na Talita walishindwa kuendelea na mpango wao wa kumkamata Budi na kumwajibisha. Wakawa wamechoka kabisa, wakawa wamemfungulia tu hapo. Jamaa wakawa wameondoka tu hapo, wakawa wamebaki hapo kufarijiana. Binti Arman baada ya kurudi kwa baba yake akamhoji sana kuhusiana na maneno ambayo Budi ameeleza. Arman akamwambia baba yake kwamba maisha yake yote alimfundisha kuwa ni mtu mwenye maadili, heshima na jina la familia kulilinda. Kwa nini alimwambia hivi? Ili hali utajiri wao wote umetengenezwa kupitia mateso ya watu wengine wasiokuwa na hatia. Baada ya kibano, baba yake kweli alikuwa amekiri yote yaliyosemwa na Budi ni ya ukweli, lakini akadai kwamba yeye alilazimishwa kufanya hivyo na watu wenye nguvu. Kuna watu ambao walikuwa serikalini, walikuwa nyuma ya kampuni yao, sio wao kwa maamuzi yao kufanya ile jambo. Akasema kwamba wasingefanya hivyo kuwaweka kafara wafanyakazi wao, basi wao wenyewe ndio wangefungwa. Baba akamwomba radhi sana binti yake, lakini binti akawa amegoma kabisa. Akamwambia kwamba atamsamehe, lakini sio leo. Binti akaamua kuanzisha maisha yake mengine kabisa
nje ya utajiri wa baba yake. Binti akawa amekusanya kile kilicho cha kwake, akaamua kuondoka kabisa hapa na kwenda kuishi mbali huko, kuanza maisha mengine mapya. Na kweli akiwa huko, kwa bahati nzuri, Budi alimrudishia Arman vito vyake vyote vya thamani ambavyo alikuwa amevirithi kutoka kwa mama yake. Upande wa Budi, yeye aliendelea na maisha yake pamoja na mpenzi wake Yuli, japo alionyesha kabisa ni wazi kwamba alikuwa anamkumbuka Arman kwa sababu kweli alitokea kumpenda, lakini atafanya nini sasa? Tayari alikuwa amekwisha kuwa na mpenzi wake Yuli. Haya ndio maisha yake kwa sasa, anaenjoy maisha. Filamu hii inaishi hapa. Subscribe, like, comment. Karibu.